Karibu kwenye darasa la 4. Hapa hatuulizi ulifaulu vipi, tunauliza ulipoteza nini. Kama ulisoma miaka yote ukaambiwa wewe ni msomi, lakini bado unaishi maisha yasiyo ya kwako, basi elimu uliyopata haikuwa ukombozi, ilikuwa mafunzo ya utiifu. Elimu haikuundwa kukuamsha, iliundwa kukutuliza. Usidanganywe. Elimu haikukosea kwa bahati mbaya, ilibuniwa kwa lengo maalum: kukufundisha jinsi ya kukaa kimya kwa akili nyingi, kukufundisha jinsi ya kujibu bila kufikiri, kukufundisha kuthamini alama kuliko ufahamu. Ulifundishwa kukariri, sio kuelewa. Ulifundishwa kufuata mitaala, sio kuhoji chanzo. Ulifundishwa kuheshimu mamlaka, sio ukweli. Akili yako haikuheshimiwa, bali iliandaliwa. Shule iligeuka kiungo cha mfumo, sio mwanga wa binadamu. Tazama kwa uaminifu mkali. Kengele inakuambia lini uingie darasani. Kengele inakuambia lini utoke darasani. Ratiba inakuambia lini ufikirie. Mwalimu anakuambia nini ni sahihi. Mtihani unakuambia thamani yako. Hapo ndipo ulijifunza kitu muhimu sana, sio maarifa, bali utiifu wa kimfumo. Ulikariri ili ufaulu, ulikubali ili upitishwe, ulinyamaza ili usionekane mtata. Na polepole, bila wewe kujua, akili yako ikaacha kuuliza kwa nini, ikajifunza kuuliza nifanyeje ili nipite. Akili inayouliza ni hatari, ndiyo maana ilizimwa mapema. Mtoto huuliza maswali mengi, ndiyo maana mtoto huonekana mtundu. Kwa nini hivi? Kwa nini hivyo? Kwa nini ni lazima? Lakini kadri unavyokuwa, maswali yako yanaanza kuonekana tishio. Usiulize maswali mengi, hiyo haiko kwenye mtihani. Fuata maelekezo, heshimu mfumo. Hapo ndipo ulijifunza somo kubwa lisiloandikwa kwenye vitabu: kuuliza ni kosa, kukubali ni hekima. Hapo akili yako ilipoteza meno yake. Shahada bila uhuru ni minyororo iliyopambwa. Ulipewa vyeti, ulipewa sifa, ulipewa majina, lakini hukuwahi kupewa uhuru wa kufikiri nje ya mstari. Ndiyo maana kuna wasomi wengi, lakini walioamka ni wachache. Ndiyo maana watu wengi wana degree, lakini bado wanaishi maisha ya kuazima. Ndiyo maana mtu ana elimu, lakini anaogopa kuuliza maswali ya msingi kuhusu kazi anayochukia, dini asiyoielewa, maisha asiyoyachagua, mfumo unaomkandamiza. Elimu ilimpa lugha nzuri ya kuteseka, sio mlango wa kutoka. Elimu iligeuza akili kuwa hifadhi ya amri. Akili haikufundishwa kuunda, ili kufundisha kupokea. Kupokea sheria, kupokea taratibu, kupokea ukweli wa kuazima. Na mtu anayepokea kila kitu bila kuchuja huishi maisha ya mtu mwingine, akidhani ni ya kwake. Hapo ndipo binadamu alipoteza umiliki wa nafsi yake. Kuamka ni kurudisha haki ya kuuliza. Kuamka hakumaanishi kupinga kila kitu. Kuamka kunamaanisha kutothibitisha kitu bila kukielewa. Kuuliza, nani alinifundisha hivi? Kwa faida ya nani? Hofu hii imenitoka wapi? Elimu hii inanijenga au inanifanya nitii? Hapo ndipo minyororo huanza kulegea. Onyo la upendo: ukianza kuuliza maswali halisi, utaitwa mwenye kiburi, mpinga mfumo, mpotoshaji na mtu hatari. Usishtuke. Huo ni ushahidi kuwa akili yako ilianza kurudi kwako. Kumbuka hili: akili iliyofundishwa kutii huishi maisha ya kukodisha. Akili iliyoamka huanza kuishi maisha yake. Darasa lijalo ni imani iliyotekwa. Hapo tutachokoza swali gumu zaidi: kwa nini imani inalindwa kwa nguvu kubwa? Wamiliki wa mfumo wanaogopa nishati gani kupitia imani? Wamiliki wa mifumo wanaogopa nishati gani kupitia imani?
Kwa nini watu hulinda mfumo unaowaumiza? Kwa nini wanapigania minyororo yao wenyewe? Na kwa nini uhuru huwatisha kuliko mateso? Karibu kwenye darasa la giza. Hapa hatukufunzi kuwa sahihi, tunakufundisha kuwa huru. Asili ikulinde, mwana wa giza. Ndimi mwalimu mkuu, elimu ya giza.